Hello, habari za siku ya leo, siku ya Jumapili tarehe 11. Natumai nyote ni wazima kabisa. Kwa nafasi pekee kabisa tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa yeye ndiye ameweza kufanya tumefika hapa. Lakini pia binafsi na washukuru wote mnaendelea kuangalia video zangu, mnaendelea kusubscribe, naomba muendelee hivyo na moyo huo pia na kushare. Lengo ni kujenga Tanzania moja, kujenga dunia moja kwa masomo mnayokuwa mnayapata. Basi moja kwa moja katika topic ya leo utaenda kunufaika kwa kujua mambo ambayo ukiamka unatakiwa yafanye asubuhi. Sote tunajua siku njema inaanza na asubuhi. Yaani asubuhi yako ikienda vibaya, basi siku yote unaweza kujikuta imeharibika. Uwezekano unaweza ukawa huo. Ukiangalia takwimu inaonyesha kwani watu wanaanza na asubuhi njema vizuri, pia hata siku inaisha vizuri, mambo yanaenda vizuri. Sasa katika asubuhi yako, wengi unakuta wanaamka mapema, unakuta mtu anaamka saa 11, anaamka saa 12 mpaka saa 1 hapo unakuta unachokifanya. Sasa nitaenda kukuelekeza kwamba umeamka asubuhi, je, jambo gani ufanye na jambo gani usilifanye. Ukifanya mambo haya kazi, na natumai utaenda kufanya vizuri kabisa na utakuwa mtu wa tofauti, kujitofautisha na jamii yako. Basi kama unapenda kujitofautisha katika jamii yako, hebu tuangalie jambo la kwanza mpaka la mwisho. Twende kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, unapoamka asubuhi, tunasema utakuwa take moment of silence. Yaani huu ni muda wa ukimya. Na kuamka hapa sasa hautakiwa mke saa 1, mke saa 2, hapana. Kwa mpambanaji na kwa kawaida binadamu kama kila kwa nataka kufanya kazi vizuri, amka angalau saa 11:30, saa 12 kamili. Huo muda huo umeshaamka. Kwa hiyo ukishaamka ule muda, hapo unaweza kufanya hicho kitu hata moment of silence. Ni muda ambao unakuwa na ukimya, unakuwa na utulivu sana. Ukiamka huo muda, utofautisha na mtu ambaye atamka saa 2, amke saa 3, unakuta kelele zimeshaanza nje, mwingine kasha subwoofer, mwingine kasha radio, mwingine anapiga kelele kule, mwingine anasha vyombo. Lakini ukiamka hii mida saa 11:30 angalau mpaka saa 12 kamili kama mzee muda. Ukiamka hapo kuna kwa nini moment of silence, muda wa ukimya. Huu muda wa ukimya kazi yake nini? Huu muda wa ukimya ukiamka sasa uko kitandani kwako, unaweza kukaa kitandani pale pale. Ukaamka kutoka kwenye shuka ukakaa kitandani pale pale. Baada ya kukaa kitandani ukaanza kutafakari muumba wako. Maana yake hapa sana maanisha unaweza ukasali, unaweza ukasali kwa kumshukuru Mungu, kumwomba Mungu akujalie siku njema. Baadaye ukakaa kimya ukaanza kutafakari mambo yako yameendaje siku iliyopita, wapi urekebishe, ukaanza kufikiria hivyo. Angalau ukachukua hata dakika 10 mpaka dakika 15 kutafakari Mungu wako. Kila mtu ana imani yake, kila mtu anajua anapoabudu. Basi unaweza kutafakari ni swala la kiimani, inaweza kuchukua muda. Kwa hiyo moment of silence unatakuwa mkibio mida. Uchukue kwa utulivu kabisa, anza kutafakari. Baada ya kumaliza moment of silence, tuangalie jambo la pili. Jambo la pili ambalo unatakiwa kulifanya baada ya kumaliza moment of silence, unasema unatakiwa ulishe ubongo wako, feed your brain. Unasema ubongo nao unatabia kama mwili ulivyo, mwili wako wewe binadamu ulivyo. Mwili wako ili upate nguvu unahitaji kula chakula. Ndio maana zingatia milo yote. Mtu mwingine anakula asubuhi, anakula mchana, anakula jioni. Jioni haitosha, anaongezana usiku, anakula mpaka karibia milo 4. Lengo nini? Ni kupatia mwili nguvu. Hivyo basi hata ubongo pia ili ufanye kazi vizuri unatakiwa ulishe. Tunasema feed your brain, ulishe ubongo wako kitu chochote unapoamka asubuhi. Na asubuhi ukiweka kitu kwenye ubongo huwa kinakaa zaidi kuliko mida mingi. Sasa mida mingi kwa na kelele sana. Asubuhi kunakuwa na utulivu. Kwa hiyo umemaliza ile moment of silence, muda huu basi lisha ubongo wako. Sasa ubongo unaulisha vipi? Ubongo unavolisha haulishi kwa kusema utakunywa maji ule unywe chai, hapana. Kulisha ubongo unaongezea maarifa ubongo wako. Nasema mwanadamu ili akili ifanye vizuri awe na maarifa kichwani. Ukiwa na maarifa kichwani na kuhakikishia kuna kitu kinatokea. Sasa maarifa yani yapi? Maarifa haya unaweza ukapata kwa njia mbalimbali. Njia ya kwanza, ungeweza kupata maarifa kwa kuangalia videos, ungeweza kupata maarifa kwa kuangalia, kwa kusoma vitabu. Mimi anakuwa na kitabu fulani anasoma. Sasa hapa unaweza ukachukua kitabu au kawa na kitabu chako kwamba nikiamka asubuhi nasoma pati mpaka hii. Hiyo ni kwa wale mnaosoma, please tuelewane. Wale mnaosoma wanachuo, wanafunzi, unaangalia video hii. Simaanishi useme somea darasani, hapana. Ongeza maarifa ya nje ya darasani. Namaanisha unaweza kusoma mambo ya uchumi. Tafuta vitabu vya uchumi vipo. Unaweza kutafuta vitabu vya motivational speakers ukasoma. Lakini pia mwingine baada ya hapo unaweza ukasoma hata neno la Mungu. Ungeweza kusoma Quran, ungeweza kusoma Biblia. Unganisha hiyo, unganisha na hivyo vitabu vya uchumi, vitabu vya maisha. Hayo ndio maarifa nayoongelea. Siongelee uchukue kitabu cha physics uanze kusoma. Hapana. Lakini pia hauna vitabu hivi vya kusoma. Siku hizi teknolojia imekuwa sana, kile tunapatikana katika mtandao. Basi uchukua simu yako. Ukishachukua simu yako usiende kusoma notification kwamba SMS na nimeingia, hapana. Ingia kwenye YouTube au
Google au TikTok, kwa sasa ni YouTube. Ukiingia YouTube pale, search topic fulani. Leo nataka jifunze topic fulani asubuhi ya leo. Jifunze ile topic. Unaweza ukaangalia video za motivational speakers mbalimbali. Ukasema leo tutaangalia video ya Francis inasemaje kuhusu kitu fulani. Ukaingia pale ukajifunza kuongeza kitu fulani kichwani. Hiyo ndo maana ya kulisha ubongo. Unapolisha ubongo wako, akili yako itafanya kazi siku hiyo kwa ufasaha zaidi, na ukifanya hivyo kwa mwendelezo utajikuta unakuwa mtu wa ajabu kidogo katika jamii yako. Kwa maana yake inamaanisha katika ufikiri wako, katika mtazamo wako. Fanya hivyo, kulisha ubongo wako maarifa. Sasa hivi unakuta mtu anaamka asubuhi, hatua ya kwanza hasali ya faida anakimbia kwenye simu, anaanza kuscroll, anaanza kusema SMS mwingine kaamshwa na mtu wake. Hapana. Hebu fanya hivyo. Ongeza maarifa kwa kusoma vitabu mbalimbali, tafuta vitabu. Kama una kitabu, ingia kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, search motivational speakers mbalimbali, usikilize maarifa gani wanakupatia. Jambo la tatu ambalo utakalofanya ukiamka, jambo la tatu tunasema unatakiwa ufanye mazoezi ya viungo vya mwili. Sasa mazoezi ya viungo vya mwili yani yapi? Mazoezi ya viungo vya mwili unaweza ukakimbia, ukafanya jogging kwa dakika angalau 10 mpaka 15, au unaweza basi ukasema kukimbia labda muda ni mdogo. Ukafanya mazoezi madogo madogo tu ya kunyosha viungo vya mwili, kunyosha mikono, kunyosha miguu. Mwingine unakuta anapiga push up, mwingine unakuta labda anapiga squash. Unaona mazoezi hapo mengi, mazoezi yako mbalimbali. Na kama ujini zoezi gani utalipiga ukiamka asubuhi, unaweza ukaingia YouTube pale ukasearch kuletewa mazoezi mbalimbali. Andika tu mazoezi ambayo nataka nifanye asubuhi, utaitoa mazoezi mbalimbali kwa yafanye. Hiyo unaweza kufanya mtu yote yule, awe baba, awe mama, awe kaka, awe dada, awe nani, kijana yote yule na mtu yote yule anaweza akafanya mazoezi haya. Lengo la mazoezi nini? Lengo la mazoezi kazi yake sasa. Mazoezi yanafanya mwili uende kwenye movement na kiende kwenye movement. Tunasema mwili wako ukianza kumove, ukienda kwenye movement, akili yako pia ina move. Bongo pia unakuwa una move. Kwa hiyo basi ukishafanya mwili ukaamsha asubuhi, mwili umeamsha asubuhi, pia ubongo wako utaamka. Noti hapa kitu. Asubuhi kufika, au tunasema kwa lugha nyingine sema kukucha, kufika asubuhi haimaanishi, au ninaposema uamke haimaanishi ufungue tu macho, hapana. Ila ni kufungua macho na kufungua akili yako. Hapo ndo tunasema umeamka. Chukua hiyo ishi nayo. Kwa hiyo ukaamka tu usisema nimeamka, hapana. Je, akili yako imeamka? Sasa namna ya kuiamsha akili, umeshamaliza kulisha ubongo. Namna nyingine ya kuamsha akili yako iamke, sasa fanya mazoezi ya viungo vya mwili. Ubongo unachangamka, utafiri kitu fulani. Ile mambo ya usingizi yatakata kabisa, ubongo utakuwa kwenye movement na utaanza kuthink mambo mbalimbali ambayo yataweza kukujenga. Basi jambo la 4, baada ya hapo sasa unatakiwa ukae chini upange ratiba ya siku. Guys, tuelewane hapo. Kuna watu wanakuta wanakosea. Unakuta anaamka siku hiyo hajui afanye lipi aache lipi. Sasa madhara yake hapa ni makubwa sana. Yaani utajikuta kila mtu akikwambia fanya hiki unafanya. Twende huku na hilo. Kwa sababu hujui ratiba. Kupanga ratiba ya siku. Kama kupanga ratiba ya siku automatically mambo yako yataharibika. Yaani unataka kufanya hili, unakumbuka kuna ile jafanya, unataka kufanya. Sasa muda unaobaki hapa kabla ya kufika saa 1 kamili au saa 1:30. Hebu panga ratiba ya siku. Kupanga ratiba ya siku unaangalia kuanzia muda fulani mpaka muda fulani nitaenda sehemu fulani. Muda fulani mpaka muda fulani nitakuwa nafanya shughuli fulani. Sehemu fulani mpaka sehemu fulani nitakuwa shughulika na kitu fulani. Na sehemu fulani mpaka sehemu fulani nitakuwa shughulika na kitu fulani. Ukishapanga ratiba yako guys, na kuhakikishia kwamba mambo yako yataenda vizuri na siku yako itaenda vizuri, siku yako utaifurahia kabisa. Maana yake hapa sasa siku inaisha, unaangalia malengo yangu yametimia, niliyopanga leo ndio yametimia, unajipongeza. Unamkia kesho yako unapanga ratiba nyingine. Kwa hiyo ili swala watu wengi sana, utakuta mtu anaamka asubuhi, hajui aanzie wapi, isha unakuta kabisa anaongea mwingine sipini anza pilisha. Hebu amka huo muda asubuhi na mapema, panga ratiba yako. Pia kumbuka, unapopanga ratiba yako ndivyo ambavyo hata utajiweka hivyo katika muonekano. Mtu akikuona ajua mtu kweli hapa anaenda hiki na hiki. Mtu akija kuambia tufanye kitu fulani, utaambia hapana, sasa nipo katika muda fulani. Hiki kitu sio sahihi kwa muda huu. Ukifanya hivyo na kuhakikishia utanishukuru. Ndio maana makampuni unakuta madarasa shuleni yana ratiba. Kwa nini wasiweka ratiba? Wanaweka ratiba na kuta vipindi vinaisha kwa wakati kama mtu. Kwa hiyo tujitahidi na sisi kuweka ratiba, tuige mfano huu. Sasa nitaelezea siku nyingine kipindi kitakachofuata, introduce juu ya kupanga ratiba inakuwa vipi. La kwa leo nataka kujua unapoamka asubuhi, panga ratiba yako ya siku kwamba nitagusa hiki. Mwisho kabisa
Asanteni sana, nashukuru kwa kutazama video hii, tukutane wiki ijayo.